Hivi unajua nakupenda sana. Mpaka kuna muda natamani ingehalalishwa mwanamke kuwa na wanaume wawili. Ila baby please, naomba niambie ukweli. Nikifanya visa mpaka kaniache si utaniua kama ulivyoniahidi? Nafurahi kusikia hivyo mume wangu mtarajiwa. Yaani nakupenda mpaka napata msongo wa mawazo. Pole na kazi mume wangu. Pole pia kwa msongo wa mawazo. Hivi unajua hakuna sehemu ngumu kwenye maisha kama kufanya chaguo la kudumu. Na hicho ndo kinachoutesa moyo wako na akili pia. Kuchagua ni mara moja. Mara ya pili hiyo ni kutapatapa. Kosa kubwa nililolifanya mimi, niliamini kwamba nikikuoa ndo utatulia. Lakini kumbe ndoa haiwezi kubadilisha tabia. Sasa fanya hivi. Mjulishe huyo jamaa kwamba tayari umeshaachika, ili aanze kupanga mipango ya harusi mapema. Cha kuzingatia, hakikisha huyo ndo anakuwa chaguo lako la mwisho. Kwa sababu kuna kuzeeka, sura kukunjamana. Shika. Tayari nilikuwa nimeshajipanga baada ya kujua fikra zako juu yangu. Hiyo ni kadi ya mwaliko. Karibu sana. Njoo ushuhudie nikimvisha pete mwanamke wa maisha yangu. Wewe moyo wangu unaniuma, kukupenda nimekoma, naitwa mwizi sababu ya wewe. Lakini bado kuona mume wako napambana, unanitusi mama sio mnao. Sikupendi, sikutaki, nisha move on. Yaani babe, kuna mkaka amenipigia simu, hata sijui namba yangu ametolea wapi. Ananitokoza. Eti ananiambiaje hawezi kuishi bila mimi, eti yupo tayari kufa kwa ajili yangu. Sasa mimi namwambia nini? Wewe nikusaidie kumjibu. Sawa habi. Mwamba, mimi ndo mwanaume wa huyu mwanamke ambaye upo tayari kufa kwa ajili yake. Sasa mzee mwenzangu, mbona hizo mambo ni za kizamani sana? Hazitumikagi tena hizo mambo za kufa. Nafikiri sasa ungetafuta maneno mapya na wewe. Sikia, nakupa taarifa tu kwamba huyu unayemtaka ni mwanamke wa mtu. Kwa hiyo kaa mbali naye. Ila ukiendelea kumsumbua utakufa kweli kwa ajili yake. Hapo
Naganda. Haya.